Chema weko bao vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Siku ya leo tunaenda kujifunza ujumbe unaitwa karama ya utajiri na mali. Karama ya utajiri. Karama ya utajiri na mali. Sema karama ya utajiri na mali. Nilimtumia ujumbe SMS, naomba aje kusoma mstari wa kwanza niliomtumia. Karama ya utajiri na mali. Naomba mtu anisomee. Kitabu gani unaanza kitabu? Na Isaya 60 ile aya 11. Isaya 60 ile aya naomba usome. Malango yako yatakuwa wazi, wala hakuna atakayefunga malango yako. Atakayefunga malango yako yatakuwa wazi. Malango yako yatakuwa, Mungu akiachilia lango lako kuwa wazi, hakuna wezaye kulizuia. Shalom. Shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Malango yanapofunguliwa ndipo mali zinamiminika, ndipo utajiri unaongezeka, na ndipo vitu vyote unavyovitafuta wewe vinazidi kuzidi. Halo, lakini hiyo ni moja ya karama ya Baba yetu aliye juu sana. Sio kwamba ni karama ambayo mwanadamu ananyangaikia. Ninakupa nukuu ya neno la Bwana. Nukuu ya neno la Mungu. Nukuu ya neno. Anasema malango yako yatafanya kuwa wazi. Nani mwenye uwezo wa kuyafungua malango kama sio yeye? Halo? Tutaongezea katika kitabu cha Rumi 12 aya 9 hadi aya 12 inasema kila mtu ana karama yake. Kuna mwingine ana karama ya upendo, kuna mwingine ana karama ya uongozi, kuna mwingine ana karama ya uchamungu tu peke yake. Yaani ndani yake ana hofu ya Mungu, ana hofu. Shalom. Karama ziko tofauti. Karama ziko tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Unapozidi kuendelea katika kitabu kingine cha tofauti wa waraka wa kwanza wa Korinto. Wa Korinto 12 aya ya kwanza hadi ya 3, aya ya 3 hadi aya 28, neno la Baba linasema Bwana alitoa kila mtu ana karama yake. Kila mtu anafanya kutokana na jinsi alivyojaliwa. Kutokana na jinsi alivyo. Mtumishi wa Baba anayeitwa Samueli na mtumishi wa Baba anayeitwa Sulemani ni watu wawili tofauti, lakini wote walifanya kazi. Halo? Tazama, nani alikuwa tajiri kati yao? Sulemani. Nani alikuwa tajiri kati yao? Sulemani. Si ndivyo? Kwa nini Sulemani alikuwa tajiri lakini wenzake wako matajiri? Ni karama. Shalom. Sikiliza hii karama ya mali na utajiri unapopatikana. Soma Samueli katika Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza mlango wa 3 na kuanzia aya ya kwanza na kuendelea. Hapa nataka nikujuze jambo. Jambo hili ninalokuambia ni jambo la wazi. Kuna mwingine anapopewa nafasi ya kuomba, anaomba apewe nguvu ya kuwapiga wachawi. Apewe nguvu ya kuwapiga. Anasahau wachawi ni kusudi la Mungu wamewekwa ili kukusababisha wewe umtafute Mungu zaidi. Halo? Sulemani alipopewa nafasi ya kuomba, alimwambia Baba, ukitaka nitakase, ninatakasika. Tafsiri yake, nataka unipe hekima. Ukinipa mali nijue namna kuziongoza, ukinipa watu nijue namna kuongoza, ukinipa nguruwe nitajua namna kuwakatia majani na namna kuwatafuta kiporo, ukinipa mbwa nitajua namna kuwalisha mbwa wangu. Amen.